Naam, Wadilifu Media siku ya leo life cycle tuko na moja ya mtu muhimu sana kwenye industry nzima ya entertainment. Bana brother, mambo vipi? Fresh, inakuaje bro? Shwari, uzima upo? Uzima wa kutosha. Bana, kwa faida ya watazamaji wa Wadilifu Media, ningeomba ujitambulishe ili waweze kukufahamu kwa kiasi fulani. Yes, aliyoko mbele yako ni Ngosha Msafi all the way from Singida mjini. Mimi ni mdau wa sanaa. Okay, tuko na Ngosha Msafi, mdau wa sanaa. Mimi binafsi ninakufahamu kama mtu wa sanaa ya ususi na urembo. Una saluni yako, unafanyaga dreadlocks na vitu vizima vinavyohusiana na masuala ya ususi, si ndio hivyo? Yes. Kama mdau wa sanaa, unaionaje entertainment ya Singida kwa ujumla? Yes, entertainment ya Singida, by the way, naweza nikasema kwa muda ambao nimekaa na nikapata ku-experience, ni entertainment ambayo naweza nikasema iko chini by the time, lakini ni entertainment ambayo ina vijana wenye talent na wenye focus ya kufika mbali, ila tu ni wanahitaji support na maelekezo machache, lakini ni entertainment ambayo inahitaji pushing ya nguvu. Labda niombe kujua wapi ni wasanii wako best kwa hapa Singida? Nikisema ukiwa unazungumzia something best, lazima uwe na statistics ya mambo. Naweza nikasema mimi wasanii wangu wa kwanza naweza nikasema ni Istone, kwa reason isiyopungua moja. Reason ya kwanza, ukienda kwenye digital platform, ni mtu ambaye anaongoza kwa subscriber YouTube, anaongoza kwa nyimbo yenye viewers wengi kama sijakosea. Msanii wa pili nitampa Jozi. Nitampa Jozi kwa sababu pia ni mtu ambaye ana focus sana na entertainment lakini pia anapata viewers wengi na ni wa pili kwa subscriber baada ya Istone. Sawa. Kwa account ya YouTube. Sawa. Msanii wangu wa tatu nitampa Rapper Toz. Kwa sababu ni mtu ambaye ana consistency ya game, ana focus na yuko tayari amejoin kwenye familia ambayo inafanya sanaa kama maisha. Yaani kazi yake kwa sasa ni sanaa. Msanii wa nne nafikiri nitampa Planta. Watu wengi hawamjui kwa sababu ni mtu ambaye yuko mbali sana na digital na ni mwanafunzi kwa sasa anasoma. Lakini Planta ni msanii mmoja mkali, na kigezo cha mimi kumpa yeye kuwa mkali, kumeingiza kwenye hii list ya wasanii wakali wa Singida, alishawahi kufika mbele ya Country Boy just kumuonyesha rap alizonazo na music alizonazo. Country Boy yeye mwenyewe alitii na akasema hiki ni kitu ambacho kinatakiwa kifike juu. Msanii wa tano, msanii wa tano mimi naweza nikampa, huwa anapenda kumsahau, anaitwa Kupe Barrows. Kitu kama hicho. Kupe Barrows ni jamaa fulani hivi ambaye anafanya rap game, anafanya style kama Disaster Vina. Anapatikana Majengo Singida mjini. Jamaa fulani mnoma sana. Wapo wengi lakini kwa kuwa umeamua kuniwekea wigo wa wasanii watano, acha niishi hapo, lakini wapo wengi. Kuna DLB, japokuwa sio mtu wa Singida, lakini ni mtu ambaye kipaji chake kimezaliwa na kimelelewa tuseme Singida mjini hapa, anaitwa DLB. Sasa hivi yuko Morogoro kwa ajili ya mitikasi ya kimaisha. Wasanii wa kike kuna mtu anaitwa, nafikiri atakuwa, kwa mimi ninavyojua, atakuwa ni msanii wa kipekee sana. Msanii wa kike anaitwa Iki. Kitu kama hicho, Iki. Anaitwa Iki, anatokea Upper Music. Industry ya muziki unaifuatilia kwa undani zaidi kwa hapa Singida. Yeah. Kuna msanii siku za hivi karibuni kwenye orodha yako sijamuona, anaitwa Mo Classic, ameachia diss track. Sijajua kama umeisikia diss track hiyo. Siwezi kusema kwamba nitakuwa sijaisikia. Nahisi nitakuwa sina sababu ya kuitwa mdau wa sanaa. Of course nimeisikia. Umeisikia? Yeah. Na kwenye diss track ile, moja ya mtu ambaye amehusishwa kwenye baadhi ya vesi ni wewe hapo, Ngosha Msafi. Ameandika mashairi anasema, mwambieni huyo Ngosha mweusi nitakuja kumkata dread, anafanya kazi ya sanaa sijui ususi, mwanetu sijui sio riziki. Kuna vitu kama hivyo hapo ameandika pale. Nataka kujua ulijisikiaje baada ya kusikia umedisiwa kwa namna ile pale? I'm so proud of to be mentioned kwenye hiyo nyimbo yake. Niko proud kwa kitu kimoja. Yaani unajua paka inafikia tu mtu anakumention, lazima kuwe kuna sababu ya yeye ambayo imempelekea kukumention. Huenda mimi nafanya kitu bora zaidi ya yeye, akawa anatafuta sababu ya mimi nizungumze. Au kuna sehemu tulikuwa luzana lakini mimi nikawa sijui, akawa anatafuta
mimi nizungumze. Lakini ukija kwenye in terms of art, ni amejaribu kunizungumzia, huenda alitaka kufanya ili mimi ajue mimi nina mawazo gani kuhusu yeye. Unahisi ni sababu gani au ni kwa nini aliamua kukudisi kwa namna ile? Ilitokea, kuna moment ilishawahi kutokea ambayo nadhani tu ni moja kwa moja ilipelekea yeye kunimention. Niliwahi kusimama na nikatoa tamko, nikasema kwamba media, yani miongoni mwa media nyingi ambazo ziko Singida mjini zinamsupport sana Mo na kumpa jina ambalo huenda akawa stahili yeye kupewa, lakini kwa kuna watu nyuma wapo ambao wanafanya vizuri kuliko yeye na wakalipata hilo jina. Huwa mara nyingi sana kuna media zinampa jina la Singida Icon. Mimi niliposti nikasema kwamba sio kitu kizuri, yani haideserve kumpa yeye kumuita Singida Icon, kwa sababu kuna vijana ambao wako nyuma wanafanya vitu vizuri na bora kuliko yeye. Kwa hiyo hakustahili kuitwa Singida Icon. Nafikiri hapo ndipo alipo react na kuamua kuja juu na kusema hivyo. Kwa wewe upande wako, jinsi alivyo kudisi kwa namna ile pale, kwamba mwanaume gani anafanya kazi za ususi, huenda mwanetu sio riziki. Akaenda mbali zaidi akasema atakukata rasi uwe kama sanamu la Yesu. Natamani kujua kwa distract ile pale na kwa verse zile pale, koje watarajie reply kwenye hicho alichokimention, alichokiimba au vipi? Nafikiri utambulisho wangu unajieleza. Mimi ni msusi, lakini ni mdau wa sanaa. Siwezi kumjibu kwa kuonyesha kazi yangu ya ususi na akaupata ujumbe. Kwa hivyo sidhani kama naweza nikafanya. Yeye kusema vile ni kwa sababu mimi niliamua kumkosoa yeye kutokana na jinsi mambo anavyoyafanya. Lakini asitegemee kwamba mimi naweza nikaja nikaingia studio kurekodi na nini. Sio issue zangu, mimi ni msusi. Paka unasema hakudeserve na hadeserve kuitwa Singida Icon. Sababu zipi ambazo wewe zinakufanya useme ya kwamba hadeserve kuwa Singida Icon? Kama nilivyosema awali kwamba tunafanya kazi ya art kwenye terms of statistics and numbers. Si ndio? Kwa huwezi ukampa Singida Icon, maana yake ni muwakilishi wa, si ndio? Yani mtazamiwa wa, yani miongoni mwa wale wote walioko pale yeye ndio mtazamiwa mkuu, si ndio? Ndo maana ya icon. Ndio. Kwa huwezi ukampa mtu ukamuita Singida Icon alafu hana kitu ambacho anaweza kukisema kwamba nilifanya kwa ajili ya Singida. Kuna watu ambao huenda mkawa muwajui. Kuna mtu anaitwa mtu kama Tizo, mtu kama Triple D, wamepanda mara mbili kwenye majukwaa ya Clouds TV inaitwa Fiesta. Walipanda kuwania Super Nyota mara mbili mfululizo. Mara ya kwanza alichukua Tizo, mara ya pili akachukua Triple D. Nafikiri ilikuwa 2012, way back nyuma. Tulikuwa tunatazamia kwamba Tizo ndio Singida Icon, si ndio? Ukiangalia mambo ambayo ameyafanya Tizo ukaja kucompare na Mo, two things different. Sidhani kama unaweza kuwa unanielewa. Kupanda kwenye majukwaa mara mbili mfululizo kama Super Nyota ina deserve wewe kuwa Singida Icon, kwa sababu most ya watu wengi wanakuwa wamekutazama na vitu vyako wameviappreciate kwamba uli deserve kupanda kwenye ile stage na kuonyesha hicho kitu. Lakini tukija kwa Mo Classic hapo, tukimwambia tuonyeshe ni nini ambacho kitakufanya wewe udeserve sisi kukuita wewe ni Singida Icon, hana tuzo. Namba yake ya YouTube iko ndogo, poor quality of kazi anazozifanya ziko poor sana. Yani mimi sitaki kuficha, kama kuna mtu anaweza akanichukia baada ya kuwa nimeziongea hizi kauli, naomba nisamee. Mo anafanya kazi poor sana, yani hiyo sio kitu ya kufikiria. Hana nyimbo ambayo ilishawahi kusemekana au ilishawahi kusikika imepigwa kwenye platform yoyote ile au media yoyote ile. Kama yeye anaweza alete media yoyote ile, hata kama ni ya mshikaji wake, ambao ni tofauti na hapa Singida mjini, ambao ilishawahi kumpost yeye ikimuappreciate kwa kitu ambacho amekifanya. Moja ya kitu ambacho Mo Classic anakitumia kama sababu ya kusema yeye ni Singida Icon, yeye ndio msanii ambaye anasema ana show nyingi sana. Show za aina gani? Atuonyeshe show yake ambayo anayo au ameshaiposti, ambayo alikuwa na watu zaidi ya 100. Yeye kama yeye zaidi ya 100. Nikikwambia unitajie listi ya wasanii wa hapa Singida kama wako 100, kwenye listi ya wa kwanza mpaka wa 100, Mo Classic utamweka namba ngapi? Nisiwe mnafiki, I can't mention. Yani siwezi nikamtaja kwenye list. Kuna vijana wengi ambao wana deserve kuitwa hivyo. Kama nilivyokuambia, nimemtaja hapa msanii wa kike anaitwa Iki kutoka Hapa Music. Hapa Music nimeacha wasanii kama 2 au 3 ambao wako pale. Kuna 6 Ink na kuna mwingine anaitwa A17.
hawa ni upcoming wa Singida mjini wanatazamiwa. Sijawataja, lakini naweza kumtaja vipi mtu kama huyo? Sio kwa ubaya, ila tunaangalia kazi jinsi zinavyoenda. Ukipata nafasi ya kumshauri Mo Classic kwenye ufanyaji kazi wake, uandishi wake, lakini pia namna ya maisha kama msanii, ungemshauri nini labda? Yani hainilazimu nitumie nguvu kubwa sana, kwa sababu siwezi kumshauri in terms of games. Lazima nimshauri in terms of maisha, jinsi yanavyotakiwa yaende. Nikisema nimshauri in terms of games nakuwa nimekosea. Kwa sababu gani? Kuna kauli alishawahi kuitumia kwenye media hii ya mwadilifu, akasema anafanya muziki kama burudani, anajiburudisha. Kwa hiyo siwezi kuwa kwenye upande wa muziki namtoa kwanza. Kwa hiyo ninachokuja kumshauri ni kwamba tufanye kazi kwa bidii. Kazi unaoifanya ndio kazi ambayo unaweza kufanya ukaendesha maisha yako. Hakuna mtu anakupangia kazi ya kufanya. Work hard, unaweza kupata kile ambacho unachokitaka. Ila kwenye usanii angetupisha. Inasemekana ile peji ya Singida Trendings inasemekana ni ya kwako. Una lipi la kusema kuhusu hilo? Kitu cha kwanza ni kwamba naomba niwaombe radhi wote ambao waliweza kuzipokea taarifa hizi in negative way, kwa sababu sio mtu mmoja ambaye ameshaweza kuniataki kuhusu akaunti hiyo. Hiyo akaunti mmiliki sio mimi. Kitu cha kwanza. Mpaka wanasema ni ya kwako ni kwamba peji hiyo inaposti issue nyingi sana kuhusu Aiston, na inasemekana wewe ni shabiki namba 1 wa Aiston, ndio sababu inasemekana ile peji ni yako, kwamba ipo kwa ajili ya kumsupport Aiston. Mimi ni mdau wa sanaa na sio shabiki wa mtu yoyote. Ile peji sio ya kwangu, lakini nahisi naweza nikasema kwamba kama kitu kizuri kinafanyika, basi huenda kitakuwa ni kitu kizuri sana kikiwa exposed kwa watu. Kwa hiyo sikuti anayemiliki akaunti hiyo pia anapenda kuexpose mambo mazuri yanayofanyika, ikakuta kwamba mambo mengi yanayofanyika mazuri yakawa ni Aiston. Siwezi kujua yeye anawaza nini, lakini in case of umiliki wa ile account, mimi sio mmiliki kabisa. Lakini pia mashabiki na wadau wengine wa entertainment kama wewe wanasema ya kwamba peji ya Ngosha Msafi, au wewe mwenyewe mmiliki wa peji ya Ngosha Msafi, upo kwa ajili ya kukosoa, hujawahi kupongeza, ila upo kwa ajili ya kukosoa. Una lipi la kusema kuhusu hiyo tuhuma? Bro, niamini mimi, kwa wasanii wengi wa Singida, hata wewe mwadilifu, ikitokea siku utakuja upost negative point au negative way ya msanii yoyote ule wa Singida ambaye haelewi, lazima watakuattack. Peji ya Ngosha Msafi sio kwamba inakosoa, ila ni peji ambayo imechukua majukumu ya kupost, au posti zake nyingi inaonesha madhaifu ya wasanii ambao wanapatikana Singida mjini, kwa nia ya kuwafanya wenyewe wabadilike na waweze kufanya vitu vizuri. Kwa mfano, kulikuwa kuna event ya juzi, ile ya tuseme ni juzi, ni mwezi huu, ilikuwa ni event ambayo aliifanya Masu, na hiyo event ndio ambayo imefanya paka mwaka ni ataki. Baada ya mimi kutoa kauli moja, nikasema kwamba event imefanyika with bad arrangement, nikiwa na maana kwamba Masu alifanya arrangement mbovu na maandalizi hayakuwa mazuri kwa kiasi fulani. Kwa mfano, event nyingi sana za Singida mjini huwa naona jukwaa ambalo anaimba msanii au linafanya tukio fulani, mtu yeyote anaweza akapanda kwenye jukwaa hilo pasipokuwa na sababu. Yani akachukua maamuzi ya kupanda kwenye jukwaa pasipokuwa na sababu. Lakini pia arrangement za waandaaji wa event wa Singida mjini huwa ni poor. Unaweza ukakuta tukio ambalo lilitakiwa lianze mwanzo likaenda mwishoni. Lakini pia mpangilio wa muda, jamii ya Singida imekariri kwamba event yote lazima ianze saa 6 usiku. Kwa ushauri wangu mimi kwa wanasanaa wa Singida, tujaribu kuwa serious. Kwa wasanii tufanye good production, tufanye promo za wakati na za kuzingatia muda, lakini pia tuwe serious kwenye masuala ya kazi tunazozifanya. Wewe kama mwanasanaa, wewe kama mwanamuziki, usifanye muziki kwa ajili ya kujifurahisha, kwa sababu huo muziki unakuja kutuexpose watu tunauona, haufungii ghetto ili usikilize. Au usifanye muziki kwa sababu kuna washikaji zako wanatamani wakusikie ukiimba. Kama unaweza kufanya hivyo, basi fanya, watumie washikaji zako wasikilize, usitupostie watu tuone. Kwa tufanye kitu kwa kujituma. Jamii ya Singida iwasupport vijana, ina vijana wakali wenye uwezo mkubwa, wanaweza wakafanya vitu vikubwa, wakaleta mabadiliko makubwa ya entertainment ya Singida mjini. Kwa ushauri wangu ni huo. Bana, leo kwenye life cycle ya Wadilifu Media tulikuwa na Ngosha Msafi, mdau wa entertainment, na hayo ndio maneno yake, maoni yake, ushauri wake na mapendekezo yake. Bana, wasanii, chukua lililo zuri ili ufanye mazuri zaidi.